acha tujifunze kitu fulani hivi kwenye mtaala mpya wa darasa la 4. Kuna somo moja linaitwa sanaa na michezo. Sasa kwenye sanaa na michezo kuna vitu vingi ambavyo kuna topic nyingi ambazo inabidi mwanafunzi azijue. Topic moja wapo inaitwa uigizaji. Sasa topic ya uigizaji ni topic rahisi sana. Cha kwanza, kuna mambo ya kuzingatia katika uigizaji wa jukwaani. Sasa unaulizwa jukwani nini? Mahali ambapo waigizaji wanafanya maigizo, pale ni jukwaani. Sasa ili uigize jukwaani inabidi ukumbuke baadhi ya mambo. Cha kwanza, andaa jukwaa. Kama unaigiza mahali fulani, au kama wewe ni unaandaa tamasha, jukwaa mahali pa kuigizia pawepo. Kumbe andaa jukwaa. Cha pili, fanyia mazoezi. Kama wewe unataka kuigiza kuhusu habari labda ya nini, labda habari ya mtu ambaye anaumwa mguu, wewe inabidi uweze kufanyia mazoezi. Kumbuka mazoezi yanafanya uigize vizuri, so fanyia mazoezi. Kingine, ili uwe mwigizaji mzuri ama ili mwanafunzi awe mwigizaji mzuri, inabidi atumie pumzi vizuri. Maana yake nikisema tumia pumzi vizuri, na maanisha hivi: unaigiza mahali fulani, maneno yako yanakatika, watu kuelewi, lakini ukiigiza maneno yako hayakatiki, tunakuelewa. Kwa mfano, unasema hivi: leo nilikuwa ninaenda hatukuelewi unaigiza nini, lakini wewe unasema hivi: leo nilikuwa nakwenda sehemu fulani nikaona hivi na hivi. Huyo anaweza akasikika vizuri. Kingine, tumia vizuri mwili, yani gesture za mwili wako. Kama mwili wako, kwa hiyo tumia vizuri gesture za mwili. Tunasema nini? Mijongeo ya mwili. Mjongeo wa nini? Wa mwili. Nitakupa mfano mmoja. Kwa mfano, unaonyesha ya kwamba una huzuni, au unaonyesha unatembea kwa wasiwasi. Mtu anatembea kwa wasiwasi, mjongeo wake unaonekana. Anaogopa, anatembea, ananyata, anachungulia kama anaogopa.